Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chetu mnachokienzi ukweli wa habari. Mimi ni wenu wa kila siku Elijah Meru. Wakati huu ambapo deba inaendelea juu ya kubadilisha ama kutokubadilishwa kwa katiba katika Republic Democratic du Congo, tumewafuata watu wa UDPS wakisema hata sio kutaka kurekebisha mambo mawili matatu ndani ya katiba, wao wanataka tu wa remplace katiba complètement. Yaani wawe na katiba ambayo imekuwa promulge na Felix Tshisekedi Tshilombo. Watu wengi ambao wanaunga mkono Sudanization, tulieleza kwamba Sudanization tofauti yake na Balkanization. Balkan ni neno ambayo inatoka, Balkanization inatoka ndani ya neno Balkan ambayo inajirefere kwa ile division na desintegration ya ile ilikuwa Yugoslavia kutoka kwa mapei mbalimbali, na ambayo mingi yake ilikuwa influence na force za nje. Lakini Sudanization inaonekana kwamba kando kwamba nayo ili result ku divise pei maparti mbili, na sasa hivi inaelekea labda kwa parti mingi pia, lakini kufikia hapa kwenye tuko inakuwa ni force ya ndani ama wananchi wa ndani ama pouvoir yenyewe inajidesintegrea partir ya ndani. Kuna mtu ambaye alikuwa anasema kama Marekani ingekuwa inataka ama West ingekuwa nataka kudivise Congo, eske ilikuwa important wachukue miaka 13? Nakubaliana naye na sikubaliani naye kwa wakati huo. Sikubaliani naye kwa sababu sio siri kwamba lengo la hawa mabeberu limekuwa tu kusema kwamba Kongo ni kubwa tu sana, ina utajiri mwingi tu sana, inafaa ikatwe vipande. Kitu ambacho kimekuwa kinashindikana kwa miaka hii yote ni unite yenye bakongole bamekuwa nayo, na resistance ya ndani ya pei ya wananchi wa Kongo peke yake ndio imefanya kwamba iwe ngumu. Unajua, na kwa miaka hiyo yote nafikiri wamekuwa wakitravaye kwa hili jambo kwamba ifike nafasi ambapo sasa ndani ya nchi watu watajidesintegre wao wenyewe, na wafike nafasi wahisi ya kwamba hatuna haja kukaa tena pamoja, tunataka division. Na hii ndio nafasi kwenye tunafikia saa hizi. Kwa hivyo kwamba watu wa nje hawawezi wakabomoa tu ovyo ovyo, especially kwa peisa vile Congo, ikiwa hakuna force endogene ambayo iko watu ambao wenyewe kule ndani wanataka kule kugawanyika. Naona. Na nilifanya opinion poll hapa ambayo niliuliza watu kama wanataka Sudanization ama wanataka unitarism, wanataka tuendelee kuwa pei moja au wanataka watu wa ESO wakie kivyao na wengine wakie kivyao. Na overwhelming majority at least ya watu ambao wanatufuata hapa Meru Stars walivote kwa fujo, wanataka kukaa peke yao. Na hii ni baada ya division yenye serikali ambayo tuko nayo imeingiza. Na sasa tunavyoongea sasa hivi nchi iko vipande viwili. Na hivyo vipande viwili, wakati ambapo mimi nasema ya kwamba wengine wetu hapa tunaunga mkono wabadilishe katiba, oui au changement de la constitution, oui à ce changement, kwa sababu that's the only way tutakuwa free, tutakuwa libre na huu utumwa ambao tumekuwa ndani, kwamba tuko tu itile wakati ambapo wanataka kututumia, na wakati tu tunaonyesha zetu maambisio, mara moja tunakuwa ba Rwanda, tunakuwa ba Burundi, tunakuwa ba étranger. Na kwa sababu ya hiyo basi inaonekana kwamba watu wa mashariki ya Kongo ni watu ambao wako na kiltiri ya maendeleo, kwamba meme 30 ans après ya vita tuko tunapigana, tunauliwa, lakini
bado ukitembea utakutana kuna resilience, kuna maendeleo, kuna vitu ambavyo vinaendelea. Wengine walikimbia wanarudia kufanya vitu nyumbani, wengine walibakia wanaendelea kupigana. Et nous sommes toujours là, na tuko na ile kitu ambayo inatusaidia kwamba mtu anaweza akaongea kutoka Kalemi akaenda Lubumbashi akaenda Kisangani akateremuka mpaka Kindu akakuja Bukavu akaenda Nord Kivu, mnaongea wote lugha moja ambayo inajulikana kama Kiswahili. Na kapitale yetu kwa wengi wetu hapa ambayo iko karibu na sisi ni Nairobi, ni Kigali, ni Dar es Salaam, ni Kampala than Kinshasa. Nadhani kwamba asilimia labda moja ya watu wa Est ya Congo ndio labda imefika Kinshasa, na 1% ni mingi, lakini la plupart hao watu kama hawako affected, kama hajawahi kutembea akaenda Kenya ama akaenda Uganda ama akaenda Rwanda ama akaenda Tanzania ama akaenda Burundi, utapata watu hao wana beneficia directement na maproducer kutoka hiyo eneo. Na ndugu yetu Ale Boloja alisema kwamba hawa watu wanavyofanya wakitengeneza katiba ingine, hiyo katiba yao watafanya shia, hatutachagua kwa sababu tutakuwa hatuko ndani ya pei ya kwabo. Na wakifanya ile uchaguzi ya kwabo na wapitishe katiba yao ile, itakuwa mzuri. Wakipitisha hiyo, si tutabakia na hii ya zamani, na hii ya zamani boba atakuwa njo ba rebel na sisi tunabakia njo guvernema. Vile tutadili na hii problem yetu tutajua, juu tunaongea lugha moja, tutapatana tu kwa njia moja au nyingine. Tutaongea tu lugha moja hivi na tutafanya biashara ambayo ni kwa njia rahisi. Tutapata mtu mwingine ambaye hajui anything kuhusu Est ya Congo, anajifanya profesa, anajifanya mwalimu, anajifanya mwanajua. Nimepata baba mwingine na profesa de university anasema hiyo katiba yenye wako nayo ni papier hygienique, ni zaidi ya kikoropo, inafaa professeur d'université. Lakini niliona jina yake nikaelewa kwa nini anaongea hivyo. Ndio maana mimi nasema sasa hivi, ili inchi labda ikae kimya, sababu mimi sijui, to be honest, mniambia hata ninyi wenyewe tumepata nini katika kungangana kukua na Kinshasa. Kinshasa imetupatia nothing but mateso, nothing but ubaguzi, nothing but unasikia watu wako Kinshasa wako wanasema eti vita viko kule 2000 kilometri, shia tuko ndani ya vita. Bana beneficia na sie tu wakati ambapo wako natafuta ku reclaim kitu fulani ndio wanatuongelea. Therefore, maoni ya watu wengi ni kwamba wacha wabadilishe katiba. Hatutasema tena no kwa kubadilisha katiba. Mimi nadhani ya kwamba wale ambao wanadhani ya kwamba, kwa sababu nimesikia already kwamba Uswisi imetambua tayari leadership ya Est ya Congo, na ndio maana wamejitolea kusaidia wao na 20 million de dollars americain juu ya mipango ya security na mambo ya humanitarian and so on and so forth. France, najua kwa mimi namalizia pale. France inasema wanaweza wakatambua hilo tu ikiwa mazungumuzo ya wakongomani inashindikana, ambao sasa hivi pia nasema hiyo mazungumuzo ikae, hakuna haja ya mazungumuzo, na iwapo hapata kuwa uchaguzi mdemi ile 28. Hizo vitu vyote waache. Uchaguzi ya 2028 wasifanye, mazungumuzo wasifanye, katiba wabadilishe, kila watu wabakie kwao. Point ba.